watu wetu, wakati wa mabadiliko katika taifa la Kenya umefika. Na wewe kama ni mtu wa jamii yangu, jamii ya Mbalui, ujue kwamba taifa la Kenya lote linakuangalia wewe. Maana Wakenya wanajua kama kuna mtu ambaye amenyanyazwa na kuumizwa tangu tupate uhuru, ni jamii ya Mluhya. Jamii namba 2 katika idadi ya watu. Watu wako na wasomi, lakini tumekosa viongozi wa kisiasa, wala ambao wanapeleka tumbo zao kule mbele, wanakuja wanatutisha ati hao namba 3, lakini namba 3 haionekani kwenye maisha ya watu wetu. Sisi tumekuwa watu ambao kama kuna kazi mbaya, kazi ya nyumbani, kazi ya kuchimba makaburi, kazi ya kufanya watchman, kazi ile kidogo ile ambayo ina faida, wanatafuta Mluhya. Lazima turegeshe sasa hadhi na heshima ya jamii yetu. Aidha, viongozi wengine waliohudhuria mkutano huo walikosoa serikali, wakidai kuwa wananchi wengi, hasa vijana pamoja na wafanyabiashara wadogo, wameendelea kukumbwa na changamoto za kiuchumi. Katiba ya Kenya inapeana kwamba kuna viongozi wa upinzani ambao kazi yao ni kusimama na wananchi, na kuna wale wako serikali kazi yao ni kuimplement manifesto yao, waliambia watu. Jua serikali ikifika mahali ikose kusaidia watu wake, sisi tuna jukumu la kuingia kwa mifuko na kusaidia watu wetu. Baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano wao walieleza matumaini yao, wakisema wanataka viongozi kushughulikia masuala ya maendeleo ya ajira pamoja na gharama ya maisha ambayo imeendelea kuwa changamoto kwa familia mingi. Ongore, together girls and other secondary schools, I wish to say, Mheshimiwa, that an opportunity be availed for us to have a forum with you. Naamini itafanyika na tunashukuru asante. Mkutano huo umejiri huku shughuli za kisiasa zikizidi kupamba moto katika eneo la Magharibi, viongozi wakianza kujipanga mapema kuelekea siasa za mwaka 2027. Nikiripoti kutoka Radio Simba, jina langu ni Rose Mwende. Shukran Rose Mwende.